Picha linaanza kinyamwezi kabisa. Hapa tunakutana na mzee mmoja, mmiliki wa garage ambaye kazi yake ni kutengeneza magari. Amebahatika kupata mtoto mmoja wa kike kwa jina la Naya. Naya amemaliza masomo yake huko chuoni na sasa anapambana kutafuta ajira. Wakati huo huo akiwa anamsaidia baba yake kazi pale garage. Hapa pia tunakutana na kijana mmoja tajiri anayeteseka kutafuta mpenzi bila mafanikio. Katika dunia yetu ni rahisi sana kupata mpenzi ukiwa na pesa na ngumu kujua kuwa anakupenda wewe au pesa zako. Hivi ndivyo inavyotokea kwa jamaa wetu. Anatafuta mpenzi atakayempenda yeye na sio pesa zake. Kule garage kazi zinaendelea na yule mzee anapata shida kiafya. Anadondoka na kupelekwa hospitalini. Baada ya kuruhusiwa, Naya hataki baba yake arudi kazini. Anahofia kuhusu afya yake. Hivyo anamsihi mzee abaki nyumbani na yeye ataenda kazini kwa niaba yake. Naya anaenda garage pale. Gari kali ya kifahari inatimba. Anashuka jamaa wetu tajiri. Naya anamuuliza, "Samani, je, gari yako ina shida?" Jamaa anasema, "Ndio, gari yangu inachemka sana." Naya anasema, "Usijali." Anaanza kurekebisha gari. Baadaye anamwambia, "Tafadhali nenda uwashe gari." Jamaa anasheki gari iko freshi, anamshukuru. Anampatia fedha nyingi kuliko gharama inayohitajika. Naya anakataa, japo jamaa yetu anamsisitiza apokee ile pesa. Anasema, "Usijali, chukua hiyo fedha ni kama asante kwa kunitengenezea gari yangu." Naya anapokea pesa na akiwa anataka kusepa, jamaa yetu anamuomba namba. Naya anakataa, anasema, "Hii ndio sababu ulinipa fedha nyingi, si ndio? Basi chukua pesa zako." Jamaa yetu anasema, "Hapana, sikuwa na maana hiyo." Anaomba msamaha kwa kumkwaza, anasepa. Siku iliyofuata yule jamaa anarudi tena pale garage, anamkuta Naya. Naya anamuuliza, "Samani, je, gari yako ina shida tena?" Mwanetu anasema, "Hapana, nilikuja tu kuongea na wewe." Naya anasema, "Hii ni sehemu ya kazi na sio sehemu ya kuongea." Jamaa yetu anamchana Naya na kumwambia, "Nakupenda." Naya anajibu, "Yaani unanipenda na umeniona jana tu." Anamwambia aondoke. Mwanetu kinyonge yule anasepa. Siku iliyofuata mwanetu anarudi tena pale garage. Naya anamuuliza kama kawaida, "Samani, je, gari yako ina shida tena?" Mwanetu anajibu, "Hapana, nimekuja tuongee. Natamani tuwe marafiki." Naya anajibu, "Marafiki? Yaani kwa sababu ulinipa pesa basi unadhani utanunua urafiki, sio?" Mwanetu anajibu, "Samahani, nilikosea, nilikupa fedha ili nikuimpress uwe rafiki yangu. Ila kiukweli hata hizo fedha sina. Watu wengi hawataki kuwa rafiki na mimi kwa sababu mimi ni dereva. Kazi yangu ni kumwendesha bosi." Naya anakuwa mpole, anasema, "Dereva? Nilidhani wewe ndiye mmiliki wa hii gari. Nilidhani wewe ndiye bosi." Jamaa anasema, "Hapana. Najua hakuna anayetaka kuwa rafiki na kijana maskini kama mimi, tena dereva." Naya anamwambia, "Samahani, sikutaka iwe hivyo." Naya anakubali urafiki na jamaa wetu, ila kiukweli kadanganywa. Jamaa ndiye bosi na ni kijana tajiri. Siku iliyofuata kama kawaida, mwanetu mapema anaenda garage ili kukutana na Naya. Naya anasema, "Wewe ni mtu mwenye bahati sana. Yaani bosi wako anakuacha tu unazulula na gari yake." Jamaa anasema, "Ndio, bosi wangu ni mtu mzuri sana. Hana shida." Wanapiga story na jamaa anabaki kumsaidia Naya pale garage. Unaambiwa ukipenda uoni wala usikii. Mida ya kazi inapoisha, mwanetu anampa lift Naya mpaka home. Siku inaisha hivyo. Siku iliyofuata kama kawaida, mwanetu kaenda garage tena, ila siku hii hajamkuta Naya. Kawakuta wafanyakazi wengine. Wanamwambia, "Naya katoka, atarudi baadaye." Wanamuuzia namba ya Naya, japo akipiga namba haipatikani. Naya kufika nyumbani anamkuta mzee kaanguka. Hali yake ni mbaya, anamkimbiza hospitalini. Siku iliyofuata mwanetu anarudi tena garage, japo hamkuti tena Naya. Anarudi home na kujaribu kumpigia bila mafanikio. Kesho yake tena mwanetu naambiwa karudi tena garage. Yaani ukipenda hakuna kurudi nyuma. Siku hii hajamkuta mtu yoyote. Mwanetu anateseka sana, hata kazini huko kazi haziendi. Wale wafanyakazi wanaenda kumuona Naya nyumbani kwa baba yake. Wanampa taarifa kuwa jamaa yetu anamtafuta. Yaani kila siku anaenda garage kumuona. Naya anawasikiliza, anasema, "Mpeni namba yangu." Wanajibu, "Tulimpa namba yako, japo anasema ushiki simu zake." Siku iliyofuata mwanetu anakutana na Naya barabarani, anamkumbatia, "Nilikumisi sana, nimekutafuta pote kule garage, kwenye simu, nimefurahi sana kukuona. Vipi mzee, anaendeleaje?" Naya anajibu, "Anaendelea vizuri." Mwanetu anampa lifti Naya, anampeleka hotelini kupata chakula. Anaanza kurusha vesi taratibu. Anamuuliza, "Ni mwanaume gani unaweza kudeti naye?"
Naya anajibu, kwa nini unaniuliza? Mwanaume yoyote akikuuliza swali kama hili lazima kuna kitu anakuficha. Jamaa anasema hapana, nataka kujua tu. Naya anasema itabidi unijibu kwanza. Je, wewe unataka mwanamke wa aina gani? Mwanetu anasema nataka mwanamke anayejitambua na mkweli kama wewe. Naya anakosa cha kujibu. Jamaa anakazia, nakupenda sana Naya. Naya anajibu, kuna vitu vingi vinaendelea sasa hivi kwenye maisha yangu, nipe muda ili nifanye maamuzi sahihi. Mwanetu anakubali. Siku zinaenda, mawasiliano yanazidi kupamba moto kupitia simu. Kama unavyojua talking stages, ile ndo mida ya kata wewe hapana kata wewe. Sasa hapa kuna jamaa huyu hapa Mandevu. Huyu ni rafiki yake na Naya toka utotoni, sema anampenda Naya kimapenzi na anatamani kumwambia ila anaogopa. Naya anamkutanisha jamaa wetu na baba yake, wanapiga story na mwanetu anaaga. Siku iliyofuata yule jamaa Mandevu anaenda garage kukutana na Naya ili Naya amkutanishe na yule jamaa wetu tajiri anayejifanya maskini. Picha linakuwa tamu hapa. Kumbe Mandevu ni mfanyakazi katika kampuni ya jamaa wetu, anastoka kumuona bosi pale, anamsalimia. Jamaa anamuuliza, unafanya nini hapa? Mandevu anajibu, Naya ni rafiki yangu, wewe umekuja kufanya nini hapa? Je, gari yako imepata shida? Mwanetu anajibu, hapana, nimekuja kumuona Naya. Naya anashangaa, watu hawa wanajuana, kuna kitu anafichwa hapa. Jamaa wetu anakosa cha kusema, ni muda wa kumueleza ukweli wote Naya. Naya akakasirika, hataki kumsikiliza, ashagundua kuwa jamaa ni tajiri na muda wote ule alikuwa akimdanganya. Yaani muda wote ule ulikuwa ukinidanganya, unasema wewe ni dereva tu, mara unasema unataka mwanamke mkweli, kumbe wewe ni muongo. Mwanetu anasema, nilifanya yote ili niwe karibu na wewe, samahani, nilifanya hivi kwa sababu nakupenda. Naya anasema, nitajuaje kama hapa unasema ukweli? Anaondoka kwa hasira. Yule Mandevu ndiye dereva wa bosi wetu, anapewa funguo ili ampeleke jamaa wetu nyumbani. Ndani ya gari maongezi yanaendelea. Jamaa anamuuliza, kweli Naya ni rafiki yako? Mandevu anajibu, ndiyo, ni rafiki yangu toka utotoni. Jamaa anasema, nataka nikupe kazi. Kazi yako ni kumshawishi Naya kuwa mimi ni kijana mzuri, kumshawishi aongee na mimi. Mandevu anakubali. Yaani hapa ndipo mtiti ulipo, unamtuma mtu kuunganishie, kumbe na yeye anaelewa dundo. Hapa nimekumbuka sana enzizo primary. Jamaa alinituma nimrushie vesi kwa demu moja hivi, mimi nikamaliza mwenyewe. Tena zile chostiki akinipa nimpelekee, nasema mimi ndiye niliyemnunulia. Alo, sio poa. Mandevu anakutana na Naya na anamuuliza, ulikuwa na date naye? Naya anasema, hapana, tulikuwa kwenye stage za mwanzo tu, nilikuwa hata sijampa jibu. Mandevu anamuuliza tena, je, unampenda? Naya anajibu, unajua mtu akishavunja uaminifu ni ngumu sana kusema unampenda. Mimi sitaki hata kumuongelea sasa hivi, tuachane na hizo story. Siku iliyofuata mwanetu anarudi nyumbani kwa Naya, anajaribu kuongea naye ila Naya hataki hata kumsikiliza. Anamwambia aondoke kwa sababu hataki kuongea naye. Wakati anatoka anakutana na Mandevu nje. Mandevu anauliza, je, nimefukuzwa kazi? Jamaa anasema bado kidogo, sio sasa hivi. Mandevu anaenda kuongea na Naya, anamwambia, tafadhali mpe nafasi ya kumsikiliza. Naya anasema, yani kipindi chote hiki nilidhani unanipenda. Mandevu anasema, ndio nakupenda ila wewe unipendi. Naya anasema, nakupenda ila nilikuwa najizuia tu. Mandevu anafurahi sana kusikia anapendwa na Naya. Anaenda kazini na kukutana na jamaa wetu. Anamwambia, naelewa unampenda sana Naya, lakini sio sahihi kumlazimisha mtu akupende. Nimejaribu kadri ya uwezo wangu, ila Naya akasisitiza kuwa hataki kuongea na wewe. Siku iliyofuata Mandevu anaenda kumcheki Naya. Naya japo alisema anampenda Mandevu, ni wazi kuwa hana hisia kabisa na yeye. Mandevu anasema, kama kweli unanipenda ni kiss. Naya anashindwa kufanya hivyo. Mandevu anaumia sana. Anasema, hunipendi, labda unanipenda kama rafiki au kaka, ila sio kimapenzi. Anasema, naelewa, najua unampenda yule jamaa. Ni sawa, mapenzi sio kitu cha kulazimisha. Baada ya siku kadhaa Mandevu anamkutanisha Naya na mwanetu. Mwanetu anaomba msamaha kinoma noma na kumwambia anampenda sana Naya. Naya anaona aibu kinoma, mzee wangu. Anajibu, nakupenda pia. Umesemaje Naya? Naya anajibu tena, nakupenda pia. Na huu ndio unakuwa mwisho wa movie yetu kali inaitwa My Version of Love. Mimi naitwa Eli. Instagram na TikTok natumia It's Eri. Usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo chini ya video yetu. Asante na ciao.